nchi. Sasa siku ya leo natamani tuangalie neno upole. Neno upole tu. Upole kwa lugha ya Kiingereza ametumia meekness ama meekness, ambao kiitafsiri pia kwa Kiswahili kwa lugha nyingine, tafsiri nyingine ni unyenyekevu. Kwa hiyo anapotuambia unyenyekevu anamaanisha nini? Neno unyenyekevu limetokana katika lugha na limetoholewa kwa neno praos, ambao ni lugha ya Kigiriki, praos. Sasa praos ni nini? Praos ni neno ambalo alikuwa anapewa farasi, ambaye huyu farasi alikuwa ni farasi wa kivita, ambaye anafundishwa mbinu za kivita, anafundishwa ni namna gani atapambana vita atakapokwenda vitani. Praos ni farasi ambaye alikuwa ana uwezo wa kuua anapokuwa vitani. Lakini cha kushangaza na cha kipekee kwa huyu praos ni kwamba alikuwa ni farasi ambaye alikuwa anaenda vitani na bwana wake akiwa amembeba mgongoni, na anajua ni namna gani pia ninaweza kumlinda nikiwa vitani, na alikuwa anapokea oda kutoka kwa bwana wake aliyempanda mgongoni. Ndipo tukapata neno praos, ikimaanisha kwamba ni mwenye nguvu farasi huyu, lakini bado nguvu yake inaweza kudhibitiwa. Ana nguvu hata ya kumuua aliyempanda mgongoni, lakini bado anapokea amri kutoka kwake. Ndipo tukapata neno unyenyekevu ama upole. Kwa hiyo inatufundisha nini? Heri waliokuwa wapole, maana hao watafanya nini? Watairithi nchi. Itufundishe kwamba mtu ambaye ni mnyenyekevu ni yule ambaye anamkabidhi Mungu vita yake apambane naye, hata kama ana nguvu za kutekeleza, lakini ninaamua kwa unyenyekevu, ninakukabidhi Mungu vita yangu, pambana wewe, sitaki kupambana mimi. Kwa hiyo asubuhi ya leo natamani liwe ombi letu, tumwambie Mungu, pambana vita yangu. Kama ni uchumi, sijui ni mahusiano, masuala ya ndoa, yote asubuhi ya leo mwambie Mungu, umenipatia uwezo kama binadamu wa kupambana na haya, lakini asubuhi ya leo ninayakabidhi mikononi mwako, pambana vita yangu. Tuko na boksi la maombi hapa. Andika hiyo vita ambao unapambana, iandike, alafu mkabidhi Mungu. Mkabidhi Mungu kuanzia leo kwa kuiweka kwenye boksi hili, na unapoiweka kwenye boksi hili, amini kwamba Mungu atatenda. Kwa hiyo usipambane mwenyewe, usipambane mwenyewe, mkabidhi Mungu hiyo vita. Kama ni uchumi, mkabidhi Mungu, Mungu anajua. Kama ni masuala ya ndoa haiendi vizuri, mkabidhi Mungu. Kama ni masuala ya mahusiano haendi vizuri, mkabidhi Mungu. Kama ni masuala ya shule, mkabidhi nani? Mkabidhi Mungu. Wakati Pastor Yesaya anakuja hapa kwa ajili ya ombi hili kwamba Mungu aingilie kati vita tunayopigana,